Hivi hii hali itaendelea mpaka lini? Au nafikiri kukaa kimya kujilimbikiza mawazo ndio suluhisho la matatizo yako? Huu ni muda wa kufunguka sasa, kuweza kuziweka hadharani hisia zako kwa mtu yule ambaye unaona kwamba moyo wako umenasa kwake. Hivyo basi mimi naona haina haja ya kufa na kiu wakati kisima cha maji unakiona. Inabidi ukamweke wazi, mwambie kwamba unampenda. Unajua nini Kenam? Ni kweli ambacho nakiongea, lakini unajua kuna muda nakosa hata ujasiri wa kukifanya hicho kitu ambacho nanielekeza. Hofu? Ndio. Hofu ya nini? Kwa sababu nadhani huenda hata nikimfuata hata nikataa labda nini. Shefa, acha ujinga. Wewe ni mwanaume, hawezi kukukatalia. Kuwa jasiri, zipambanie hisia zako. Imani itakupeleka pale panapostahili, na imani atakuelewa. Kunjua moyo wako. Bye sawa. Wewe ni rafiki yangu na haujawahi kunishauri kitu kibaya siku zote. Na nitajitahidi, nitafanya kwa uwezo wangu. Mimi ndo nakuelekeza hivyo. Wewe kamuelekeze, najua kwamba atakuelewa. Kuwa na imani. Sawa. Haina shida. Samani, nimekuita mara moja, nilikuwa na maongezi na wewe kama utulia. Kabla tuanze kuongea, ningependa kujua jina lako, tufahamiane, kwa sababu nakufahamu tu kuona hivi, lakini sifahamu jina lako. Romaisi. Asante sana. Una jina zuri sana. Yaani jina lako na muonekano wako vinafanana kabisa. Nikupongeze kwa hiyo. Lakini Romaisa, unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo nahitaji kuwasilisha kwako, lakini kuna muda nashindwa, ila leo nimeona umepita kama sio mbaya nikiongea nayo kidogo. Unajua sisi bado ni vijana, na kama ni vijana na tuna moyo pia, kwa sababu sisi ni binadamu na tunatokea kupenda pia. Kiukweli nimetokea kuvutiwa sana na wewe Romaisi, na nahisi ni mwanamke ambaye utakanifaa katika maisha yangu, sababu ni mwanamke ambaye nakupenda sana, na nilikuwa naomba kama utujali niweze kuwa na mahusiano na wewe. Samahani kakaangu, ila pia hongera sana. Unajua una mashairi mazuri sana ya kuvutia, yaani umeandaa mashairi mazuri tena yalopendeza. Ungefikiria tu hata kidogo kuandaa tamasha, ili mradi uwasilishie hayo mashairi yako, ungejipatia kipato kikubwa sana. Kwa bahati mbaya mashairi yako ulipoyafikisha sio sehemu sahihi. Kwa nini? Unaweza ukamtafuta mtu ambaye ni sahihi ukampelekea mashairi yako, lakini mimi
Rafiki yangu, tangia tumetoka huko kote upo kimya. Hujaniambia kitu chochote, tunakuwa umesimama na ule mkaka nikajua hivi tukifika tukiwa njiani tunatembea utaniambia. Hata hujaniambia kitu chochote. Maneno tu ya ajabu bwana. Mambo ya ajabu? Ya ajabu yapi? Niambia hayo mambo ya ajabu. Haya, alikuwa ananitongoza. Kwa umemkubalia? Nilimwambia mashairi yake atafuta mtu wa kumpelekea sehemu. Yaani rafiki yangu, kwanza ukimwangalia yule mkaka alivyo handsome boy, yani afu unamkataa, hata mtaniko tupenyewa hamna. Hata yani wakufanya yani hata kwa tochi hamna. Haya, unamkataa yule, utampatia tena wapi mwingine kijana kama yule? Yaani mimi ningekuja kwangu mimi. Mapema tu. Namkubalia. Sasa umemkataa. Haya. Achana. Mimi nahisi mambo ya kubeti bwana niachane nayo. Kwa sababu sasa hivi najiona kama nuksi mwezi mzima. Kila mechi ambayo naitengeneza, kila mechi ambazo naziweka nasuka mkeka, lakini wapi tu lost. Yaani naona kama muda mwingi napoteza katika kufanya vitu vya msingi, ningefanya vitu vya msingi. Ila sasa naona kama namsomesha mtoto wa Muhindi pasipo mimi kujua. Au naona imekaaje ndugu yangu? Mbona kwa mbele kitu kimoja. Unajua kubeti yani ni bahati nasibu. Yaani kupata na kukosa. Alafu kingine unajua sisi tunagombania kitu hiki kimoja. Yaani Muhindi anataka hela yetu. Hilo lipo wazi kabisa. Naelewa. Na sisi tunataka hela yake. Ushaona? Sasa maana kila mtu anataka. Kwa hiyo inawezekana wewe kwa sasa una bahati na sio wewe tu mwanangu. Yaani utoka huko umeingia kidogo mambo yamekaa ovyo. Alafu mimi nilikuwa nategemea niweke mkeka, kuna kidogo kinanizungua na labda kina hela nini, ningepiga zangu mshindo hata milioni 2 ningemuungia wa mambo yangenyooka. Lakini mimi nina mkeka wangu. Huu mkeka. Yaani kama sio mimi yeye. Lazima mmoja ache ndala, yani oneche mwanangu. Yaani nikiliwa huo. Nanyosha mikono juu mzee. Ila mimi nawazo. Kwani tusisuke mkeka mmoja ambao ni mrefu wote kwa pamoja. Tukatafuta odds zetu 10 tu. Tukatie 10,000. Alafu tusikilizie matokeo. Vipi hapa? Sawa, sasa samani mawewe. Nakuja kweli tena niko njiani. Maisa. Wewe niko njiani mimi nakuja. Maisa. Samani upoteza muda. Vipi lakini unaendelea? Naendelea vizuri. Samani lakini ila unajua unashindwa tu kunielewa. Mimi nina nia nzuri kabisa kwako na wala sina hivyo vitu ambavyo unavifikiria labda huenda mimi labda nitakuwa navyo. Kiukweli kama ningekuwa ni mtu ambaye nina nia mbaya labda na wewe ile siku tu pale unikatala singekuwa na shida tena kukufuata. Lakini ni kwa sababu nakupenda sana. Na ni moyo wangu ndo ambao unaniforce. Mpaka hapa nimekufuata maana yake na maanisha ninachokuongea. Nakupenda sana. Sijui kwa nini unashindwa kunielewa. Yaani kiufupi mimi sijakupenda na wala sikupendi. Wala moyo wangu haukupendi. Kwa hiyo unaweza ukanipisha. Nigeta namba yako ya simu basi. Namba yangu ya simu sikupi. Alafu kingine mimi sikupendi. Yaani moyo wangu haukupendi. Na pia moyo wako kwa kuwa umekuforce wewe kunipenda, uambie kwamba hapo unapopenda haupendwi. Sawa? Nielewe nipo chini ya miguu yako. Kaka, nipo juu ya miguu yako. Sikutaki wala sikupendi. Nalia, mwenzako nalia kila nikikuwaza. Naumia, moyo unauma sina cha kufanya. Nalia
nalia, mwenzako nalia, sina cha kufanya. Naumia, moyo unauma kila kikuwaza. Hivi rafiki yangu, tuseme ule mkaka ndo umemkataa kabisa? Nimemkataa. Kwani mbona nani atukae hata dakika 2-3 unamzungumzia huyo mkaka? Kwani vipi ndugu yangu? Hivi ujue bahati haijirudii mara mbili. Yaani ukifuatwa na mtu kubali, ujue huyo Mwenyezi Mungu alikuwa amekushushia, hauwezi jua. Kama bahati kaichukue wewe, maana naona sasa hivi hatuna story ya kuongea zaidi ya huyo. Muda wote tunaongelea swala hilo moja. Kama naona bahati kaichukue, nishaipoteza. Bahati tena? Sitamwekea tu kibesti. Kama bahati kaichukue hivyo. Haya. Wewe kitu ambacho nilikwambia kwamba ukifanyie kazi, ushakifanyia kazi au bado? Nimelifanyia kazi, lakini sio ni mwanga wote mbele yangu, naona kitu. Kivipi? Najua yule binti hataki kunielewa kabisa. Yaani nimeongea kila kitu ambacho najua nitamfanya labda hata akinishawishi katika moyo wake, lakini imeshindikana. Kwa hiyo ni hivyo. Chef, unafeli wapi rafiki yangu? Wewe unakuwa mnyonge sana, afu unakaribia kukata tamaa, ni kama ninavyokuona kinyonge sana mdogo wangu. Kaza buti bana, siku zote nitakacha uvunguni sharti iname. Kwa jaribu kuinama uweze kukipata kile ambacho unakihitaji, usikate tamaa mapema. Hisia zako usizifanye kuwa wewe mnyonge bana. Zitetee hisia zako. Yaani kitu ambacho kielewi ni kwamba mimi nishampata zaidi ya mara 2 na namwelekeza jambo moja tu kila siku ataelewa. Kwa hiyo wenda sio riski yangu, kwa hiyo siwezi nikaforce, kwa sababu huwezi kujua Mwenyezi Mungu ananiwezesha nini. Basi akawa naona kwamba maamuzi yako haya sikupingishi wala sipingi. Sawa, sababu siku zote hata simba akikosa nyama anakula majani. Wewe kama unaona kwamba uko sahihi na usiwe mnyonge kufagilia demu moja, pambano utakapoweza utasema uone chaguo lako sahihi au ni kweli. Tuachane naye tukipige tukielekea. Nenda kuongelea huko toka. Sasa hizi. Salama, mambo? Poa kama kaa? Kama kaa, karibu. Asante, naona umetulia. Nimetulia hapa napunga hewa. Kwani uko unaenda wapi mshefa? Nilikuwa naelekea kwenye mzunguko wangu hapo kidogo. Si unajua tena si watoto wa kiume. Mshefa, kuna jambo nilikuwa nataka nikueleze. Kama utojali, karibu. Ni jambo ambalo litachukua muda kidogo? Hapana. Basi. Nakusikiliza. Mshefa, kuna kitu nataka nikueleze. Kijana, mimi sipendi unavyoumia hivi na mapenzi. Yaani unampenda mtu ambaye hata hakupendi. Naumia moyoni mwangu ujue. Bila Mshefa, kama mtu akikwambia anakupenda, utamkubalia? Na swala kumkubalia ama kumkatalia inaangalika na mtu mwenyewe kwa. Huwezi kumkubalia tu kila mtu, lakini kwa nini useme hivyo? Mshefa, kiukweli mimi nakupenda.
Basi bwana rafiki yangu, hivyo ndio ilivyokuwa. Ila Kenam, unajua wewe ni rafiki yangu sana. Na sio tu rafiki, ni kama ndugu sasa. Na ninapokuwa na jambo lolote uasisiti kukuambia. Hivyo basi kuna jambo mimi nataka nikueleze kidogo. Jambo gani? Leo katika mizunguko yangu nimekutana na yule mdada. Achana na yule Umaisa. Kwa sababu siku ya kwanza nakutana na Umaisa nilikutana pia na rafiki yake. Walikuwa wawili wameongozana. Ndio. Sawa. Sasa leo bwana nimekutana na yule rafiki yake na akanifuata. Sasa baada ya kunifuata nikajua labda kuna ujumbe ambao atakuwa labda amepewa na rafiki yake nini, lakini hapana, kuna kitu ambacho amekuja kuniambia. Kitu gani? Yes, kwamba ananipenda. Bwana. Poa. Fursa hiyo. Mbuzi kashafia kwenye kwa muuza supu, si unajua? Kwa hapo inabidi hiyo fursa usiipoteze rafiki yangu. Kama unavyojua yule mtu ambaye ulikuwa unamhitaji yeye hakuhitaji. Kwa hiyo inabidi uende kwa huyu ambaye amekuja kwamba anahitaji uwepo wako kwake. Sio, unanielewa? Unajua kile namna kuelewa sana. Ila kitu ambacho nashindwa ukielewa ni kwamba chaguo la kwanza la kwangu ni Umaisa. Yaani kitu ambacho kielewe Mshefa ni kitu hiki kimoja. Mtu ambaye unampenda wewe hakupendi, na mtu ambaye humpendi wewe ndo anakuhitaji. Sasa kwa nini uendelee kuziumiza hisia zako kwa mtu ambaye hana uhitaji na wewe? Sasa inabidi uifuate fursa ilipo, umkunjulie moyo wako yule mtu ambaye anakuhitaji, mpe fursa. Sawa? Kambembeleze bana, mpe maneno matamu na imani kwamba utapozeka rafiki yangu. Lakini mimi sijamjibu chochote kwenye maongezi yake. Bado sijamjibu chochote. Usichelewe basi. Kamfuate mwelekeze. Basi mimi nimekuelewa. Ndio hivyo bana. Mm-hmm.